Ni fursa ya speaker ambaye pia ni alumni wa hii shule. Aba yes, iskuli na ini ya speaker. Omwana wa Ingo, one of our own. Karibu sana. Asante sana. Asante sana wote ambao mmefika kanisa, mgeni wetu wa heshima ambaye ni Judith Agalo, board of governors, walimu, wanafunzi na wageni wote ambao mmealikwa. Hamjambo. Hamjambo tena. Mimi naitwa James Namati kutoka hapa Eluche. Mimi ndiye speaker wa County Assembly ya Kakamega. Mimi ndiye nani? Watoto, mimi ndiye nani? Asante. Sasa mimi nimefurahi sana kuwajumuika na nyinyi hapa leo. Mimi nikisikia maneno ya Eluche naacha kila kitu yenye nilikuwa nafanya, nasema lazima nifike hapo. Hata leo mimi nilifika hapo mbele yenu nyinyi wote. Mjifunze tu kitu moja, time keeping. Mvishenja kwa efise bane. Wazazi wanji Eluche. Mvishenja kwa efise. Nilikuwa hapa nikaambiwa itabidi uende ufanye functions zingine ndio ukuje, kwa sababu nilikuwa na maneno Butere, nilikuwa tumealikwa huko na Mheshimiwa Tindi Mwale kuweza kujumuika na MPs na leaders wengine, akiwemo speaker wa National Assembly Wetangula alikuwa huko. Pia ASK show tulikuwa tunafungua leo officially Kakamega. Sasa mimi nikasema hapana, kwa sababu nimeona mwaliko imesema tunaanza hapa 10 AM, wacha nianze na Eluche yangu kwa kufika hapa napata hakuna dalili. Mpaka nikamwambia kama kuna maneno mengine usimalize kwanza. Na ndio maana tunafika saa hii. Lakini sasa nimemaliza, namshukuru kwa sababu nimemaliza mambo ya Butere, nimemaliza huko, nimemaliza mambo ya Kakamega. Kabla haijaisha nikasema hapana, wacha mimi nikimbie nikuwe na watu wangu wa Elu. Ekorobla inombe horovi. Obwa makana. Olai sana. Sasa esiele ndaliano emike mingi sana chahale. Na hiyo wakati tulikuwa tuna changamoto kama zenye wanafunzi wote mko nazo, lakini nafikiri zetu zilikuwa zaidi kutushi. Sisi tulikuwa na mashida nyingi sana kuliko wanafunzi wa saa hii. Nakumbuka hiyo wakati tulikuwa tunatoka nyumbani huko na Lame huko, Eluche SK Church. Sio hii Fundula huko. Lakini tulikuwa tunatembea kwa miguu ambayo haukuruhusiwa kuvaa kiatu. Sasa hizi naona wanafunzi mmevaa viatu. Haikuanga inawezekana hizo siku, kwa sababu hata hatukuwa na pesa ya kutafuta viatu. So tungekuja hivyo, tunakuja hapa, inafika wakati wa lunch time, tunaamua kurudi nyumbani lunch. Kufika nyumbani mnapata hakuna chakula. Unajua umeenda wapi? Huko karibu na Lame huko Pirale. Naambia leo hakuna lunch. Kwani hukujua leo hakuna lunch? Tena unataka unaweza pigwa. Kwa nini umekuja lunch na unajua tu hakuna? Sasa sisi ndio hao tena tunarudi. Kurudi nataka kushukuru familia 4 hapa. Zilikuwa zinasaidia sana, kwa sababu tulipokuwa tunapata njaa tulikuwa na huyo kuzeshi na Kirikani leo kwa wapi. Hiyo siku tukifika tunasema wacha tukule miwa. Tunaenda kwa familia ya Makohama Nyiriro. Kuna watu wake hapa. Familia ya Okilo. Familia ya Mzee Okongo. Na familia ya alikuwa anaitwa nani? Omutolo.
Nyangweso. Tulikuwa tunapata hapo kichapo. Kwanza mimi nilikuwa mbaya sana. I was not very good in art and craft. Hiyo subject bado nafundishwa hapa. Nasema tena sasa kama hivyo sasa next Friday mimi sitaingia kwa shule. Tulikuwa tunatoka nyumbani kwa miwa ya mzee Opilo hapa. Na mwingine alikuwa anaitwa mzee Opio. Kijificha hapo mzee Opio anakuja anatutoa hapo mbio. Analeta kwa mwalimu hapo. Ametushika hivi anasema mwalimu hawa watoto walikuwa wamejificha hawataki kusoma. Why am I saying this story? It is because of 4 important things I want to share today in respect of the life of Madam Agalo. Madam Agalo has been here na ametouch so many lives. Naweza keti chini. Ametouch so many lives of students here. Na ametouch lives of parents here. Na ametouch many lives of former students ambao walitoka hapa na kwingineko kwenye alikuwa kwa hiyo miaka yenye mmesikia. The importance of a teacher depends on how many lives he has touched. Very cardinal. Madam Agalo has touched so many lives, as you have heard. And if it were not for her, we will not be here. When we are here those so many days, at no time did I imagine kwamba leo tarehe 12 mwezi wa 6 tutakusanyika hapa kuambia Madam Agalo bye bye, hebu ukiritaya uritaye vizuri. Wakati huo tulikuwa tunajua tu hiyo ni mateso walimu walikuwa wanatufanyia, lakini haikuwa hivyo. So Madam Agalo touched those many lives, and nikiangalia hapa hizi nyuso zote na zile zenye haziko hapa, kila mmoja ako na testimony. Pili, the importance of a school is not found in buildings, chairs, trees alone. It relies heavily on good leadership. Madam Agalo has demonstrated that. Madam Agalo alikuwa kiongozi ambaye alikuwa na maono, na ndiyo maana katika administration yake yote kwa hii muda amekuwa hapa, tumekuwa na relative peace and calm at Eluche. Mnanisupport kwa hiyo, courtesy of Madam Agalo. We have had so many peace. Unasikia mashule nyingi ziko na vituko huko nje, wako na visanga, lakini hizo visanga hautasikia hapa Eluche. Tunasikia hata wengine wanachoma mabweni, tumesikia wengine hata wanachoma wanafunzi wenzao. Jamani,
wanafunzi wenzao. Mnaona mwenzako amelala, unakuja unahakisha kibiriti ili wenzenu wachomeke. Hiyo haiwezi fanyika chini ya uongozi mzuri kama wa Madam Agalo. Tatu, ningependa sema kwamba wanafunzi uliye hapa, ujue kwamba usiweza kujidharau. Usiwahi jidharau kama mwanafunzi. In you, kwa sababu ya kazi mzuri ya Madam Agalo, in you, the students, the pupils, tuko na madaktari hapa. Tuko na mawakili hapa kama mimi. Tuko na maprofesa. Tuko na engineers. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya uongozi mzuri wa walimu wake. 4 na mwisho ni kwamba mkiwa hapo mjue kwamba kazi ya mwalimu ni ya kipekee. Kazi ya mwalimu ni ya kipekee sana, kwa sababu our teachers mold the individual. They touch the individual, and the individual will be built because of the teacher. You will either be built or broken because of your teacher, especially your primary teacher. Ningekuwa na walimu wabaya kutoka primary, I tell you, hata secondary wezi ainge correct. Walimu watoto wabaya kutoka primary ndio wale wanakuja wanaenda kuchoma shule wakiwa secondary. Ndio wale wanakuwa warui wakiwa university. Wana organize riots tukiwa na budget. Hiyo haiwezi fanyika kama mwalimu wako yeye amekumold vizuri. So Madam Agalo has molded our children. Na sisi kama wazazi tunapeana every day watoto wetu wakuje kwa shule. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuna trust. Tuko na ile trust kwamba walimu wetu watachukua huyu mwanafunzi na watamold kwa mtu akue mtu mzuri. Na ndiyo maana watoto wetu wanatoka kwa nyumbani saa 12, watarudi huko saa 12. Those are 12 hours in school. Na sisi wakirudi wakati huo, sisi wazazi tushachoka. Tunataka kulala, tunakaa nao kwa muda saa 1, saa 2, saa 3. Tumefanya nini? Tumelala. Hiyo usiku nyingine tumelala. We have dedicated our time. Muda mwingi sana watoto wetu wanakaa na walimu. Kwa sababu gani? We trust them. So in Madam Agalo, we are able to have that trust kwamba watoto wetu wataendelea who are molded into good people, and they'll be good people in society. Daktari akishakutibu umesahau. Engineer anapojenga bridge amesahau. Tena itafika mahali iishe tena warudi hapo na engineer mwingine. Wakili akishafanya kesi, huyo client sememaliza na kesi, mmeachana. Lakini mwalimu wako atatouch maisha yako kwa hiyo muda yako yote. Wakati utaishi hadi ukifa, kujua kwamba mwalimu fulani yeye alikuwa nami. Tumesikia nikitaja walimu wangu hapa. Tumesikia nikisema Gabriel Ablonda, Ernest Chichole. Hawa ni walimu walitufunza hapa more than how many years? Kwa hapa miaka ngapi?
mingi sana, but bado tunawakumbuka hadi saa hii. Je, ukifikia kwamba daktari mwenye alinitibu nikiwa na malaria in 1980 namkumbuka? Namkumbuka kweli. Lakini mwalimu kwa sababu ni mzuri na ana touch maisha, bado namkumbuka. Kwa hivyo Madam Ogalo, najua you are now retiring, but you are not tired. You may retire, but you are not tired. And I know you'll continue touching many, many lives. And the lives that you have touched while at Eluche will continue remembering you. The good deeds that you did while you were here will remember them for many, many, many years. The discipline that instilled in our children shall always be with them, not only at this school, but hata baada ya kutoka wataendelea kuwa na hiyo discipline kwa maisha yao yote. Sisi ni kupigia asanti. Asante sana mwalimu. You look too young, mpaka unashangaa hii maneno ya kuretire imetokea wapi? Hata mimi nilikuwa nafikia sasa ndio unafika 45. Sasa hii retire imetokea wapi? Now we are going to miss a very good teacher. We'll miss you. We'll always remember you. And your kids will follow you many, many, many years to come. You'll always be remembered. You'll always be part of us, the Eluche community. Asante sana. Mungu akubariki. Mungu akujalie. Njia zako ziendelee kupanuka na uweze touch many, many, many lives tukitoka hapa na hata milele. Asanteni sana kwa kunisikiza. Niko na watoto wangu ambao nilikuwa nao hapa, tukapeleka kwa President William Ruto, wakamsalimia hivi kwa mkono. Mmoja alikuwa anaitwa Dan. Yuko? Na mwingine anaitwa Albina. Yani speaker alitunuku sisi fursa during the national prayer. Hii shule ndio iliakilisha Kakamega County. Hao wanafunzi wawili mnaona last year walienda mpaka Nairobi wakafanyia hivi Rais William Samoei Arap Ruto. Wapigie makofi. Na tena bado anawatambua. Asante sana. Hata mimi naheshimika kwa hilo, nasema asante sana. Asante sana. So these are my peoples. Ni watoto wazuri sana. Walibemberusha bendera ya Eluche. Si tu hapa peke yake, si Western, hadi kwa national uko juu. Na wataendelea hivyo kwa sababu after that occasion haijaishia hapo. Wataendelea hivyo hadi wakue 50 years. Wakishamaliza hapa tutaendelea kuweka mawazo pamoja hadi wafike 50. 50 years ni mtu kama mimi. Hii ni kitu rahisi kweli? Sawa sawa, asanteni, endeni mketi. Otherwise, thank you very much. Sasa wakati tulikuwa tunachanga kwa hii maneno, sikuwa karibu na sikuweza peana mchango yangu kwa hii maneno ya kumwambia buriani Madam Ogalo. Sijui kama anaweza changa saa hizi ama nimechelewa. Utampokeza tu sasa hivi. Utampokeza kwa sababu afisi ya elimu wamefanya vivyo hivyo, wamemaliza, wameenda, na kwa hivyo wewe nawe fursa ni yako, hebu kamsalimu, mwampatie kile ambacho umemwandalia. Asante sana. Ndio hiyo, anasema asante kwa kazi nzuri umefanya, anamwambia asante, anampokeza zawadi yake, anasema asante madam, asante mwalimu, ubarikiwe na mambo yawe sawa. Asante. Yes. Na kwa sababu nimesikia kwamba na wakati nilitoa pakitu na ikaenda kwa yote kwa miwa, si tunaweza leo naweza peana kitu ya walimu kidogo wa kule lunch. Kitu kama hiyo sitakuwa mzuri. Sasa walimu wangu wa Eluche, pesa makaratasi
mambo wa Eliche, nitawapa 5,000 muweze kutengeneza lunch ili muweze kujipanga. Na wanafunzi pia nataka nimnunulie lunch. Mnaweza pikia wanafunzi? Yeah. Sasa wanafunzi napeana hapa 10,000. Tutaweza kusaidia wanafunzi hapa waweze kupata lunch kwa wakati ambapo mwalimu atatengeneza. Acha hapa 10,000 tuweze kutengeneza kusaidia hiyo maneno. Asanteni sana na Mungu awabariki.